Mtazamaji, nakaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribisha mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Sema amen. Tunapoangalia Adamu wa kwanza alileta dhambi, na huyu Adamu wa pili alileta nini? Tuangalie Biblia polepole. Tuangalie kitabu cha Yohana 5:26. Maandiko yanasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Hapo unaenda kwa mtu aliyekufa. Amen. Kwa hivyo ukiangalia mstari wa 25 inasema, amina amina waambiani, saa inakuja na saa ipo, wafu watasikia sauti ya mwana wa pekee aibe na kusinja na kuharibu na kuua, lakini mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisa wawe nao tele. Kwa nini Yesu alikuja? Ili apate uzima wa milele. Amen. Angalia Yohana 3 mstari wa 36. Kitabu cha Yohana ini ataona uzima, mbali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Amwaminie mwana ana uzima wa milele. Wengi hawayamwamini mwana. Kumwamini mwana, asaliwa mwana, jina lake ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Sijui kama unaamini Yesu kama Mwokozi anayekuokoa kutokana na dhambi. Ni Yesu Kristo na wako na uzima wa milele. Wale ambao waamini Yesu kama Mwokozi wao, aliwakomboa kutokana na dhambi, amewasamehe dhambi zao kupitia damu yake, hao watu hawataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itawakalia. Amen. Angalia Biblia uone kama unaamini ili neno au la. Kitabu katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake.